Ogopa neno la Mungu kutifere. Alo. Naongea na wewe. Uko na heshimia neno la Mungu. Ukikuwa mbele ya kiroho hivyo unakutana wote kuna kufanya hivi. Petit frère, hamwezi evolue bila Mungu. Na hivi ndio watu wanataka malaana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi kuwa naacha maerere aseme ndio watu waendelee vizuri. Bila neno la Mungu hakuna maisha. Bila neno la Mungu hakuna uzima. Bila neno la Mungu hakuna jeunesse. Bila neno la Mungu hakuna uzee. Huko wenye wanazaliwaka leo na vya mshingo vinararora. Tusikuwe na danganyika wakati naona neno la Mungu tunawazia sema ni mambo ya dini tu, ni mambo ya madhehebu tu. Hapana, neno la Mungu likija na linakuja na uwezo na linakuja na uponyaji, linakuja kutimiza mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu kuliyeke tunaweza kusanyika hivi. Mungu ana shabaha. Hakuna mwenye alijua ya kwamba tutakusanyika hivi. Kama ulifikiria, haukujua kwamba itakuwa majira kama na hii. Haukujua kama mvua itakuweko na nyesha wala jua, lakini Mungu anatukusanya hapa tusikie namna gani Mungu analetaka solution kwa watu wenyewe wanashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aseme watoto yake waende utumwa. Mimi maana kwamba waende kwa ile deni, njoo ile mama bakie hana bwana, hana watoto na hana pesa na hana amani. Akauliza mtumishi wa Mungu, heri taifa ambalo Jehova ndiye Mungu wao, maana halitatikisika. Kiswahili kingine ni kusema hivi, heri ya mtu ambaye anachogelea watumishi wa Mungu, awaulize kwa jina la Bwana Mungu amesema nini kwa ajili ya maisha yake. Neno la Mungu lote katika Biblia linataka liokoe watu, liwatoshe katika vifungo. Na ndiyo maana mwimbaji wa Zaburi ya 13 anasema, nitapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Nitapopita katika krize, nitapopita katika hali za maisha magumu, nitapopita katika shida, ijapokuwa mablokaze ziko, Mungu angali upande wangu. Mungu wetu anatuona, yuko mbinguni na anajibu maombi yetu, na lango halijashindikana. Ina maana kwamba na kwangu atatenda. Haleluya, haleluya! Chapia Yesu makofi na vigelegele na ulipo. Yesu asifiwe. Ule wao akamuuliza, maana una nini? Una nini? Nilijiuliza hili neno mara mingi linakuwa liko linarudia. Hata na Mungu alimwambia Musa, una nini? Hata Isaka alimuuliza wawake wanapanda kwa mlima wa Moria, baba, naona una kisu, una kuni, lakini kondoo kwa kutoa kafara yuko wapi? Na asubuhi ya leo Mungu anakuuliza, unatembea mbele za Mungu na nini? Mbona projet na familia yako una gharama zenyewe unatia? Mbona maisha yako ya kutumika na kazi unamtai hata kama ni ya kidogo, lakini hawezi tumika bila monta, hawezi ishi bila shamba, hawezi ishi bila kutumika madini, hawezi ishi bila kwenda ukuzunguruka angalia kwa tabana kidogo. Na katika habari za kumfuata Yesu unatembea na nini? Mbona wakiongea lile neno na kuwazitaka, haujui kwamba na gharama zingine nazo za kiona zitadai uwe na kitu? Mpe jirani mkono, mwambie uwe na kitu. Uwe na kitu. Haleluya, haleluya, amen. Mungu atupatie baraka za kiroho na atupatie mafanikio pia kimwili. Mungu akubariki asubuhi ya leo, uwe miongoni mwa wale wenye wanazigusaka hapo, ukuwe nazihesabia, ukuwe nazitia mpashe, zingine tia mfuko, zingine tia mkabati, zingine zitia kubaki, katika jina la Yesu Kristo pokea. Na Mungu akubariki. Pana uwezo wa Mungu unaopokeza watu asubuhi ya leo. Pana uwezo wa Mungu unaoinua watu asubuhi ya leo. Hakuna mwenye atakunyang'anya, usitetemeke. Siyakwambia sema mpaka ulete juu watu wengi wanakutaka banatia kunyang'anya pesa. Hapana. Notre obligation d'abord est de sauver d'abord les âmes. Roho za watu ziokoke, lakini ujue kwamba ukiokoka na vyako nayo vinaokoka. Shetani akitoka mweye na mapepo yanatoka kwenye vichuruzi yako. Bwana asifiwe. Shetani akitoka
kwako na kiburi kinatoka mu batoto, ili amani ingie malose ienee mashambre ienee mkiwanja, usikie una amani, unasapea Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Pale pale akamwambia, sina kitu, mie mjakazi wako sina kitu, niko tuna chupa moja ya mafuta. Miujiza na ishara inafuatana wanaoamini. Nisaidie tuseme, na miujiza na ishara alo inafuatana na wanaoamini. Benye kuitika neno la Mungu ndio baneno la muujiza. Benye kuitika kwamba Yesu anaponya ndio wanatembea na muujiza. Yesu akaingia Betania akawaambia, amini ya kwamba Mungu ana uwezo na yule mfu anaweza kufuka tena. Wao akamwambia kwa siku ya mwisho kosi, akawaambia niliwaambia muondoe mashaka. Akasema Lazaro njoo, aliyekuwa siku 4 kaburini akafufuka. Sasa na wewe yako hayamshinda Mungu, wewe ndio inashinda. Vyako vinashindikana kwako, lakini kwa Mungu inawezekana. Vyako vinashindikana kwenu, lakini kwa Mungu inawezekana. Mamako mloko hana hata solution, babako hataweza. Malaria yenye iko muweye, hata munganga anaweza kutobola na hata jua ile ngome iko wapi, lakini macho ya Mungu itafukuza asubuhi ya leo. Amen. Macho ya Mungu italiberewa watu asubuhi ya leo. Mpe Yesu maisha na ushangilie. Haleluya. Akaambia yule mama, wapendwa katika Kristo Yesu, Mungu atupatie bavuaze wenye tutakuwa nasikiana nao. Usikuwe na kuwa na ugomvi na bavuaze, matusi, mangumi, maenkompreasio, bagarabe wenye wanafanya commerce hapo nakutana hata malikirimba mko ma problem, maneno na maneno, audio para audio. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Na pale ndio utakatifu naanzia. Sema pasi bila ile utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Kama hautaongea mzuri na mwenzako mwenye uko naona, Mungu akikutumia malaika katika ndoto utamkimbia. Atenamaye bien ni kujua kuishi na mwenzako, mtu mwenye unaona. Ukimpenda mwenzako mwenye uko naona, ndipo utasema kwamba unampenda Mungu. Akamtuma kuna vaze, wende ukaombe vungu, wende ukaombe ngunguru, wende ukaombe makopo, wende ukaombe mabase. Akalomba kwa sababu voisinage yake haikuwa ya mubaya. Kuko wengine wa voisin ukifisha wanakuchukia. Ndio naona sasa vile hauna tena vale. Na vile habari zako zinajulikana kwamba una madeni. Watu wenye madeni wanakosa kamani mkartie. Kila mwenye iko na deni hapa kwa tariki ya leo, kwa hii posho na kwa hii mradi ya neno la Mungu, lisikieni neno la Bwana. Bwana anataka uwe na kitu na ingie katika maisha yako. Aondoe madeni katika jina la Yesu Kristo. Usimalize hii mwaka na kushota vidole katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini pia ukisema ile neno ni langu. Ile neno ni langu. Haleluya. Amen. Kamwambia ile chupa mafuta utazifungia nyumbani mwako. Wewe na maombi mengine haipendi moyo wako. Usiweke matangazo. Usianze kusema leo nina mafungo. Kuna mtu mwenye anafanya kama mafungo inatoka publicité mkartie. Anaweza kufika kwako, unampa chakula, anakuambia hapana, sitakula. Tukuya mambo ya kiroho ni wewe na Yesu Kristo. Kaimba Patrice Mbamba na Yesu. Haleluya. Ina maana kwamba roho yako inafanya transfer kwa Yesu Kristo, na Yesu Kristo anaangalia moyo wako, anaangalia shida ulizonazo, analeta majibu sawa sawa na kisha unaitika neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu linatuambia wakati alimimina chupa ya kwanza mubido ikayala, anamimina tena ngunguru nayo ikayala.
Akaendelea, marasa zote zikayala, sahani za nyumba zikayala, za majirani zikayala, makopo zikayala. Acha nikwambie leo, Bwana anayechanisha anaweza jaza kwako, atajaza kartie, anaweza kujaza maisha yote, anaingiza, kwa sababu yeye hana mipaka kama vile mwanadamu. Mungu hana mipaka kama vile mwanadamu. Mama alikuwa na chupa mafuta kaviletuza na kuona mangunguru na mangunguru, akaenda akauzisha, akapata solution, akalipa deni Bwana alizoziacha. Hali ya ukapera ikatoka, akaonekana China, wakaanza mwita mama boss. Dunia inakuwa kana majina ya madharau, lakini pia Mungu akiinua, dunia ina majina za heshima. Haleluya, tuko pamoja. Mimi nakawia nikate sasa. Neno la Mungu linatuambia kopo zikayala, na kutakia asubuhi ya leo mifuko yako iyale, vile nilitangulia kusema. Ingiza maisha yako katika Yesu Kristo, ingiza mradi wako katika Yesu Kristo. Acha Yesu atukuzwe kupitia wenye wanafanya. Usitengeneze sifa za Shetani. Mungu akupe mali ili ufanye ama ukahara. Mungu akupatie mali ili ukuwe na onga na wanamke. Mungu akupatie mali ili ukuwe na leo nazo. Publicite yako ya kiroho, Yesu anataka uingie ndani ili apate kujaza. Anachunga watu wakubariki, kwa sababu ni Mungu akubariki. Hana presha ya kulaani. Ukitaka na wewe umeporosa maisha, na Bwana atakubariki. Bwana asifiwe. Amen. Ule mama kalipa zile madeni zote kashi, anakuja kwako anakuambia, unasema nini vile jana? Nikwambia kama fulani ndio mshaka wewe, mtoto wako nipatia zako ni ngapi? Zifulani kutoa ngapi? Sio kutoa unajisikia mama analipa cash. Haleluya. Kama tuko na Yesu tutakuwa tunalibere cash. Haleluya. Wana tukia maneno wanakutana na Mungu, tunalibere cash. Bana kuya wanatafuta kwa njia zetu zote zinatembea, wanakutana hata uwezo wa miguu yetu unamiliki, unatawala sawa sana na Mungu. Naambia Yeshua, utakapokanyaga utatawala. Utaonewa mwa ile jamaa na sura fika, bana kuita wenje mama wa familia. Unawewa mwa hii jamaa sana fika mule, bana kupatia zile heshima. Unaenda katika huduma za Mungu na Mungu anakusindikiza. Mungu alibariki neno la asubuhi ya leo. Amen. 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 Nataka tusimame kidogo.